Msanii unamkuta anakuja studio, ana wimbo wake kaisha uandika. Hakuuandika juu ya beat, ameuandika kwa kutumia idea yako. Lakini cha kushangaza, wimbo wako wewe, producer anakuambia hauko sawa, inatakiwa tuweke vizuri kwenye key. Wewe kitu ulichokuja kuimba, verse ya kwanza inavyoanza ipo kwenye C, kwenye hook ipo kwenye F, ukienda chorus ipo kwenye G, ukirudi kwenye verse namba 2 unavyoanza tu upo kwenye E, na ile hook ya pili tofauti kabisa, unaruka kabisa kwenye B. Mzee, wewe acha ujinga wewe acha ujinga wewe. Msanii wewe acha ujinga. Producer anapokuambia wimbo wako uko sawa, inatakiwa tuutengeneze kwenye key vizuri, msikilize producer. Wewe acha ujinga wewe. Wewe msanii wewe. Music is arrangement of sound. That is music. The meaning of music is arrangement of sound. Na hapa tunasema hizo sound tunazizungumza ni music sound only, ambazo zimepangiliwa harmony, melody, rhythm. Hizo ndo tunazungumza, this is a music. Sasa wewe mziki wako umekuja una key tofauti. Mtu anakwambia bro, acha ubishi bro. Acha ubishi. Sikiliza watu. Msikilize producer wako. Anapokuambia hii nyimbo yako haipo vizuri kwenye key, wewe unaona kwamba wewe upo sawa, yani you are correct. My brother, wimbo mmoja una key 6 bro. Producer anapokuambia kwamba wewe wimbo wako uko sawa, inatakiwa turekebishe uweke sawa, wewe unaanza kuleta ubishi. Wewe msanii, wewe acha ujinga wewe. Msanii, nyinyi ndio tunawategemea mlete maGrammy. Nyinyi ndio tunawategemea mkafanya competition na international artist. So wewe ni local artist, lazima tukutengeneze. Hata unaowasikiliza wako juu na wao wanawasikiliza watu, na ndio maana unakuta wana team, right? Twende darasa. Kwa hivyo jamani, tunavyojua kabisa musician wengi sana hawajasoma. Yani nikizungumza hawajasoma sio kwamba ni tusi au ni kwa ubaya, hapana. Ni kwamba wengine hawajapitia elimu ya muziki. Yani musician wengi hawana elimu ya muziki. Kuna sometimes ni lazima usikilize ushauri wa watu. Ushauri wa watu ndio utakao kusaidia kukutoa hapo na kwenda huko, kwa sababu huwezi kuona kwamba mawazo yako peke yako ndio yakakupeleka mbele. Hiyo haiko vizuri. Basi hata hivyo, hata producers wakubwa au wasanii wakubwa basi wangekuwa hivyo akina Michael Jackson wakati anachukuliwa na Quincy Jones, ambao ndio the best producer all the time, yani duniani mpaka leo, amefanya muziki miaka 75. Huyo ndio the best producer dunia nzima, Quincy Jones. Quincy alivyoanza kufanya kazi tu na Michael Jackson, akamwambia Michael, sikiliza, kama unataka tufanye kazi na tufike mbali, ni lazima tutafute ma songwriter, tutafute ma guitarist, ma pianist, waweze kuchanganya, kufanya combination nzuri ili waweze kupata kitu kizuri. So alikuwa anamaanisha kwamba unapokuwa unashirikiana kwenye kazi na watu, unaposikiza mawazo ya watu, basi atakusaidia sana. Unaambiwa ni lazima uchakate katika mawazo unayopewa. Kwa nini msanii unafanya collab na mtu ili maybe akunyanyue au wewe umnyanyue? Ndio is like unapokuwa huko indoor, kwa wakati tunapokuwa tunafanya audio production. So tunahitaji tuwe tuna bondi nzuri producer na msanii. Mnapokuwa mna bondi nzuri producer na msanii, hii inasababisha, inaleta msisimko chanya kwa msikilizaji mnapokuwa mnampelekea bidhaa yenu, kwa sababu unakuwa umepata kitu bora pale mnaposikilizana. Lakini sio mmoja anaanza kumvimbia mwenzie au mwingine anamuona yeye ndio bora kuliko mwenzake. Hiyo ni mbaya sana. So katika swala la muziki ni lazima tusaidizane jamani. Elimu ya muziki si mpaka uende ukaipate darasani. Unaweza ukapata kupitia kama sisi na wengine tofauti. Pia na ushauri. Sikiliza ushauri na ufanyie kazi. Unaona uko sawa.